Jambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, au unaweza kupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni Tishori Idi nikikutangazia kupitia Kwetu Kivu Media, sauti yetu habari yako. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete hasa kufuatia shambulio la anga lililolenga moja ngome za waasi. AFC M23 waimarisha nafasi zao kaskazini mwa Walikale. Kuna ripoti zinazoonyesha kuimarika kwa vikosi vya waasi wa Alliance Fleuve Congo na vuguvugu la M23 katika maeneo ya Kashebere, Kibati na Kasopo wilayani Walikale. Uimarishaji huu wa nafasi unafuatia shambulio la anga lililofanywa na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Busika ambapo waasi hao walikuwa wamejijenga. Taarifa zilizopo zinasema kwamba mnamo tarehe 22 Oktoba mwaka 2025 nafasi ya waasi wa AFC M23 huko Busika ililengwa na shambulio la anga la FARDC na kusababisha vifo na majeruhi upande wa waasi. Kufuatia shambulio hili, waasi walionekana kuimarisha na kujikusanya upya katika maeneo ya Kashebere, Kibati na Kasopo, ikiwa ni siku moja baadaye tarehe 23 Oktoba mwaka 2023. Hatua hii inaonekana kama mkakati wa kujipanga tena baada ya kupata pigo la Busika. Hali ya Kibati imekuwa ikibadilika mara kwa mara. Hivi karibuni waasi hao walikuwa wamepoteza nafasi kadhaa huko Kibati baada ya mapigano makali na wanamgambo wa Zalendo, lakini baadaye walirejea na kuchukua tena udhibiti wa maeneo hayo ya zamani kufuatia kujiondoa kwa Wazalendo. Kuimarika huku kwa waasi katika maeneo hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa eneo hilo. Wakazi wana wasiwasi kwamba uwepo wa waasi katika maeneo hayo unawaweka katika hatari kubwa, kwa kuhofia huenda waasi wakawaangukia raia wakati wa mapigano hao baada ya kushindwa katika mapigano na FARDC wala Wazalendo. Wilaya Walikale ambapo ipo kaskazini magharibi mwa Goma imekuwa mojawapo ya maeneo yanayoathirika zaidi na mzozo wa kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanayoendelea. Kumekuwa na mapigano makali yanayoendelea kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali pamoja na wanamgambo wa Wazalendo. Inaelezwa kuwa waasi wa AFC M23 wamekuwa wakisogeza vikosi vyao kuelekea maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mipango ya kutaka kushambulia eneo la kimkakati ya Pinga. Mamlaka za mitaa na wananchi wametoa wito kwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuongeza umakini na kuchukua hatua za haraka ili kuzuia na kukabiliana na maendeleo ya waasi hawa, hasa kuelekea maeneo muhimu kama vile Pinga. Mapigano makali kati ya AFC M23 na Wazalendo huko Iula Walikale, Kivu Kaskazini. Ripoti za hivi karibuni kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuendelea kwa hali tete ya usalama hasa katika eneo la Walikale, Kivu Kaskazini. Mapigano makali yameripotiwa kutokea katika eneo la Iula ambayo ni sehemu ya mapigano mapana yanayoendelea Walikale kati ya waasi wa AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo, vikundi vya kiraia vinavyoungwa mkono na serikali. Walikale imekuwa moja ya maeneo yanayolengwa na AFC M23 katika harakati zao za kupanua udhibiti wao Kivu Kaskazini, eneo lenye utajiri wa madini na muhimu kimkakati. Walikale imeendelea kuwa eneo la mapigano licha ya makubaliano yaliyotiwa saini. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha mabadiliko ya nafasi za mapigano, huku Wazalendo wakidai kufanikiwa kuondoa waasi wa AFC M23 kutoka maeneo fulani kama ilivyoripotiwa katika maeneo jirani kama
Kibati. Mapigano haya yanaripotiwa kusababisha vifo na majeruhi kwa pande zote mbili na kusababisha hofu na wakazi wengi kukimbia maeneo salama au kujifungia majumbani. Kukiukwa kwa haki za kibinadamu ikiwemo haki za kulazimishwa na uporaji vimeripotiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Ripoti za kijeshi zinaashiria kuwa AFC M23 wanajaribu kuteka maeneo mapya huko Walikale na kujimarisha kwa lengo la udhibiti eneo hilo. Wasiwasi wa kimataifa. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa ghasia na athari zake kwa raia, huku ikitaka pande zote kujizuia na kuingia kwenye mchakato wa amani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya waasi. Hali inaendelea kuwa tete na inabadilika mara kwa mara, ikihitaji uangalizi wa karibu. Tayari rais wa Jamhuri aliongoza mkutano unaoelekea hali ya uchumi kutokana na kupanda kwa thamani ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Wakuu wa kiserikali waliohudhuria walichungua vinyume vya hali hiyo katika uwezo wa kununua wa Kongomani. Jimboni Kivu Kusini, kiwanda cha uzalishaji wa madini za dhahabu cha Twangiza katika usultani wa Luhinja mtani Mwenga kilishambuliwa kwa bomu mara tena siku ya 3 usiku na ndege zisizo na marubani. Chombo cha uwekaji wa mafuta ya gari yanayotumikishwa katika utoaji umeme wa kiwanda hicho kilivunjwa. Na katika jimbo la Olomami, wahanga wa mvua kali ya siku ya pili iliyopita katika mtaa wa Malemba Nkulu wanahitaji usaidizi. Kiongozi mmoja wa shirika la raia la mahali amejulisha kwamba wanaishi katika masharti mabaya sana. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salam, karibuni na usikivu mwema. Tayari rais wa Jamhuri aliongoza mkutano unaoelekea hali ya uchumi kutokana na kupanda kwa thamani ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani na vinyume vyake katika uwezo wa kununua wa Kongomani. Walihudhuria kwenye mkutano ule wa lazima uliofanyika siku ya 3 mjini Kinshasa waziri makamu mkuu anayehusika na bajeti na mwenzake wa uchumi, waziri wa fedha na waziri kwa muda wa viwanda pamoja na mkurugenzi wa Benki Kuu ya Taifa. Taarifa Elize Chikota, usomi wa Sifa Maguru. Kikao hiki kilihusu kuchunguza hali ya siku hizi na kuchukua hatua ambazo zitakamilishwa kwa ngambo ya kiufundi, alisema naibu waziri mkuu anayesimamia uchumi wa taifa Daniel Mukoko Samba. Yeye alisisitiza pia kuwa mkutano umepangwa kwa Ijumaa ijayo ili kupunguza halisi la bei kama inavyoonekana kwenye soko liwe sawa na kutaminiwa kwa sarafu ya kitaifa ili wakongomani wajisikie uboreshaji wa kweli katika uwezo wao wa ununuzi. Hatua pia zitachukuliwa kuhusu bei ya mafuta ya petroli ambayo huenda itashuka zaidi katika siku zijazo, bila kusahau kuimarishwa kwa udhibiti wa bei ili kuhakikisha kuwa waendesha biashara wameheshimu kushuka huku. Ndivyo alitangaza Profesa Daniel Mukoko. Upande mwingine, uhaba wa mafuta ya gari unaripotiwa tangu siku ya 3 mjini Kinshasa. Ni kutokana na kusimamishwa kwa muda kwa utoaji wa mafuta ya gari na kiwanda SEP Kongo kinachohusika sababu ya kitendo kimoja cha uharibifu. Tangazo ya waziri wa sekta hiyo Akasia Bandubola imejulisha kwamba watu wabaya wasiojulikana walitoboa siku ya 6 usiku bomba kwa kuchukua mafuta ya gari. Kwa sasa hali imerudi sawa kutokana na makazi ya wafundi walioharikishwa huku. Upande mwingine, Pamatadi katika jimbo la Kongo Central, bei ya usafiri mjini imeshuka kutoka faranga za Kongomani 700 hadi 515 katika magari ya teksi na mapikipiki. Hali hiyo ilikusudiwa wakati wa mkutano wa siku ya 3 kati ya meya wa mji na wakuu jimboni wa uchumi na usafiri, wakuu wa shirikisho la madereva na wapikipiki. Ni hatua inayotokana na kupanda kwa thamani ya faranga za Kongomani mbele ya dola ya Marekani. Ilipelekea pia kushuka kwa thamani ya vifaa vingi sawa mafuta ya gari pamoja na bidhaa na huduma.
Kiwanda cha uzalishaji wa madini za dhahabu cha Twangiza katika usultani wa Luhinja mtaani Mwenga kilipigwa bomu mara tena siku ya 3 usiku na ndege zisizo kuwa na rubani. Chombo cha uwekaji wa mafuta ya gari yanayotumikishwa katika utoaji wa umeme wa kiwanda hicho kilivunjwa. Maelezo mengi na Jean Kasami. Mafuta yote ya kuwasha vyombo vya kutumia katika kazi yaliwaka moto kupitia milipuko ya mabomu toka angani. Lengo ni kwamba kiwanda kisiendelee kutumikishwa na AFC M23 ambao ndio wanakimiliki kwa sasa. Mkaaji mmoja wa Luhinja ndiye ameeleza hayo. Alithibitisha drone zilitumiwa usiku na kuripua mirija yote katika kusudi la kuzorotesha shughuli za ndani ya kiwanda hicho cha dhahabu. Aliongeza kusema ile sehemu iliyoharibiwa na mabomu mengine siku zilizopita imekwisha rekebishwa na kuwezesha kazi kuendelea, jambo ambalo vilipuzi vimekusudia sitisha mara nyingine. Hiyo ni mara ya pili vilipuzi toka hewani vinashambulia kiwanda cha kuzalisha dhahabu milki ya shirika lenye asili ya Uchina. Wataalamu hueleza kuwa kiwanda hicho cha Twangiza Mining kinazalisha angalau kilogramu 100 ya dhahabu kwa siku. Na wanamemba wa familia za wahami wa Goma na Bukavu wanaishi katika hali mbaya sana mjini Lubumbashi katika jimbo la Okatanga. Miongoni mwa magumu wanayo kuna matatizo yanayoelekea mafunzo ya watoto. Watoto wao wanafundishwa katika viwanda vyenye kuwa wazi na watu wenye utashi mwema. Mbele ya hali hiyo, mwakilishi wa wahami wale anaomba usaidizi. Maelezo mengi na Pole Munanga. Kwa jumla ni hesabu ya jamaa 24 au watu 156 wamekuwa wakiishi katika kitongoji cha Zambia mtaani Annexe mjini Lubumbashi katika hali ya hatari kwa muda wa miezi 10. Watoto wa watu hawa waliohamishwa kwa idadi ya 54 hawako shuleni. Miongoni mwa watoto hao ni mayatima na waliotekelezwa na wazazi wao. Ili kuwafundisha watoto hao kusoma na kuandika, wakilishi wa watu hao waliohama walisema walipata kibanda na ndipo wanawakusanya watoto hao ili kuwafundisha masomo. Bwana Paul Biamungu, mwakilishi wa wahami hao, husema kama hakuna vifaa vya shule kama kalamu na daftari, hakuna vile hata viti vya kukalia. Kufuatana na jambo hilo, Paul Biamungu anatoa wito kwa serikali za jimbo na kitaifa pamoja na mashirika ya misaada ya kibinadamu kusaidia watu waliokimbia makazi yao na watoto kwa elimu yao. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Kwa kifupi, zaidi ya wahami wapya 1100, miongoni mwao wanawake na watoto kutoka jamaa takriban 1032 wanaishi katika masharti mabaya ya kibinadamu na bila usaidizi wowote katika jimbo la Kwilu. Ni waliohesabiwa kati ya mwezi wa 5 na wa 9 mwaka huu kutokana na idadi zilizotangazwa na shirika la OCHA kisha uchunguzi wa sekta nyingi. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, zaidi ya 80% ya wahami wale walikimbia maovu ya uasi wa Mobondo Pakwamut na wengine walikimbia maeneo yao sababu ya mafuriko ya maji ya mvua. Wana lazima ya vifaa vya kulalia, vya upishi, chakula, maji safi, matunzo na ulinzi. Mbunge wa taifa mteuliwa wa Bagata Garissa Kata anadai watolewe usaidizi. Wanapatikana katika miji ya Bandundu na Kikwit, tena katika mtaa wa Bagata, ndani ya mtaa wa afya wa Bagata na wa Kikongo, na mtaani Masimanimba katika eneo la afya la Mosango, imejulisha ripoti ya OCHA. Katika jimbo la Olomami, wahanga wa mvua kali ya siku ya pili iliyopita katika mtaa wa Malemba Nkulu wanahitaji usaidizi. Kwa mjibu wa kiongozi mmoja wa shirika la raia la mahali, wanaishi katika masharti mabaya sana. Claude Kiasangolo anajulisha pia kwamba mvua hiyo ilisababisha uharibifu mkali katika vijiji vingi na watu wengi waliojeruhiwa. Kwa kifupi tena, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa mvua ulianza mwanzo wa mwezi wa Septemba, lakini mwezi moja baadaye mvua zenye kunyesha ni za idadi ya chini sana. Akiulizwa kuhusu jambo hilo, kiongozi wa tawi la kituo cha hali ya hewa Augustin Tagisabo anafasiria kwamba ni kutokana na kushuka katika uzembe kwa upepo kutoka kaskazini hadi kusini na kupelekea ngurumo za radi na mvua.
Hata hivyo, amesema hali itarudi kawaida, bali katika mabadiliko. Ni tangu siku 10 sasa ndio walimu wa jimbo la elimu la Maniema ya pili, hasa wa maeneo ya Kibombo ya kwanza na ya pili, walisimamisha mafunzo. Wanadai malipo ya mishahara ya miezi 3 kwa wamoja na miezi 5 kwa wengine. Mgomo huo wa kazi mara na mara unafadhaisha wazazi na wanafunzi. Walionesha hasira yao wakiomba wakuu wa kiserikali watatue magumu yale yanayoelekea malipo ya walimu. Maelezo mingi nawe Florence Kizalunga kutoka mji wa Kindu. Wakitumia fursa ya ziara ya mkuu wa mkoa Papangi ili kukagua ukarabati wa miundombinu na kazi za ujenzi ndani ya tarafa hilo, wanafunzi hao ambao ni wahanga wa kwanza wa uamuzi wa walimu kugoma waliwasilisha risala ya kumtaka gavana awajibike. Ombi yetu sisi wanafunzi ni kama vile kuomba tu wa autorite wetu watusaidie sana juu tupate formation mzuri, lipe balimu wetu comme il faut juu baweze tena nabo kujitoa tupate formation mzuri. Ibarike balimu balishafaa miezi 2 ya balipie na ama tena tunaenda mwezi wa 3 atuye kama batalipiwa. Atupende tena ma mouvement de grève kwani sisi wafunzi tunahitaji kusoma. Umupangi mwenye tuko ma mouvement de grève kuna perturber sana formation yetu. Ndio maana tukuna lazima ba autorite batuseme kule balipe balimu ili tuendelee na formation yetu vizuri. Wazazi kama vile waangalizi wengine wanaunga mkono ombi la wanafunzi hawa. Wanaamini kuwa migomo ya mara kwa mara inasababisha baadhi ya wanafunzi kupanda madaraja ya juu huku wakiwa na mapungufu katika maarifa yao ambayo ni vigumu kutatua. Nikiripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu chini ya uongozi wa mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Kundi la wazee wa mashirika ya kiraia kutoka jimbo la Kivu Kusini walituma barua ya wazi kwa Rais Felix Tshisekedi. Wazee hawa wanamtaka presidenti wa jamhuri kuandaa mazungumzo ya kitaifa ya umoja ili kutatua mzozo ulioko mashariki mwa nchi. Adrien Zawadi ni mmoja wa kundi la wazee wa mashirika ya kiraia kutoka jimbo la Kivu Kusini, ndiye mgeni wetu leo, anazungumza na Jean Kasami. Bwana Adrie Zawadi, jambo. Jambo Bwana Jean Kasami. Kikundi cha watu 10 ambao wanajiita wakongwe wa shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kusini waliandikia rais kibarua ikiwazi wakisema ni vema kuanzisha mazungumzo ya ndani kati ya wakongomani wenyewe kwa wenyewe. Nini ndio ikawasukuma kumwandikia rais kibarua hiki? Aksanti kwa ulizo lako. Kilichotuma wanamemba wa shirika la raia wanaoitwa wadoyen au wazee wa shirika la raia kuandikia Rais Felix Antoine Tshisekedi kibarua ya kumlomba aweze kuitisha dialogue kati ya wakongomani ni kama shurti ya kila raia kwa namna ya kipekee na kwa namna ya jamii yote, kusema kila mkongomani yeyote anapaswa kuleta contribution yake ili amani iweze kurudi. Ya pili, hali mbaya ya usalama mdogo, ya maisha magumu sana wanaopitia ndugu zetu Sud Kivu, Nord Kivu kwa kipekee na Kongo yote, ni hali mbaya. Isipopata suluhisho haraka iwezekanavyo itakuwa ngufu, na suluhisho hiyo inabidi Kongo yote iweze kushimama kama mtu mmoja, tuweze kugombanisha hizo tatizo zinazotuma amani inakosekana na wakongomani wanaishi kwa namna ya kipekee maisha magumu. Kuna mahali ninaona mnasema machafuko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame yeye tu ndiye amekuwa chanzo, lakini kuna vyanzo vingine ambavyo viko ndani ya nchi. Katika hiyo Gateway Forum ilikuwa Ubelgiji, aliweza kumupatia mwenzie rais Paul Kagame mkono ili waweze kujenga pamoja amani katika nchi na maziwa makuu. Na sisi tumesema hiyo sio mbaya, hata kama kunaweza kuwa maswali fulani kufuatana na hiyo mkono amempatia, lakini tunasema kwamba ingelikuwa vizuri na ni muhimu rais mbele ya kuanza kufanya hiyo mpana hiyo mkono aweze kutengeneza mambo fulani inayozorota katika nchi na inayotuma warugaruga wanaua wakongomani. Ndio maana tumesema kwamba ingelikuwa vizuri rais aweze
kupana pia hiyo mkono ya amani kwa waopozao wote na wakongomani wote wenye kuwa katika nchi. Watoto wa Kongo, wanawake kama wanaume, wote awatie kwenye meza moja, waweze kuongea, waambiane kweli, waseme kama shida tuligombana ni hiki na hiki, kama tutafanya hivi na hivi, tuweze kutatua kwanza shida tunazo ndani ya nchi yetu. Tukitatua hizo shida, tutaweza kujisikia pamoja, tunasema sasa hivi tuna adui moja naye tugandamiza huko mashariki mwa Kongo, tumfanyeje? Sababu tumeelewana, tunasema lugha moja, neno moja, na tunajua kwamba adui wetu ni fulani, na tumeweza kusikilizana kuhusu mambo fulani sioendeka vizuri katika nchi, sababu kama vile wanasema umoja ni nguvu. Kama tunaendelea kuwa divize, haitawezekana, hakuna hata siku moja tutaweza kuganya ile vita. Italomba tu Kongo yote isimame kwa neno moja, kwa sura moja, tusimame na tutapiganisha hiyo vita na itaishi. Ndio maana sisi kama wamoja wa shirika la raia tumesema kwamba tumpatie rais hiyo proposition. Mnaomba Rais Felix Tshisekedi ashike mkono wale wote wanaopatikana katika vyama vya upinzani nje na ndani ya Kongo ajili ya kudumisha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Ina maana wapinzani kuna wale wanachochea pia fununo za vita. Hata sentimetre yetu moja ya nchi yetu hatuko tayari kuipoteza. Watu wa ESO wamepigana na watapendelea kupigana tangu wa mababu zetu hadi leo, ili hata sentimetre moja ya nchi yetu iweze kupotea. Lakini sasa hatuwezi kupigana kama hatukule, kama hatutunziwe, kama kuna shida kati yetu, hatuwezi kupigana tuweze kuganya ile vita. Ndio maana ni ya muhimu metodology, procedure. Tunawaza kwamba tumeweza kumshauria rais aweze kusema tutatue kwanza shida za ndani, baadaye sisi wote pamoja mkono mkononi tutafuatana na za nje na tutaweza kuzishinda kabisa, sababu wote tupo pamoja. Adrien Zawadi, ninakushukuru. Asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Maniema, katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike inayoadhimishwa tarehe 11 Oktoba ya kila mwaka, wanawake wa Maniema ambao wameendesha vema kazi yao waliheshimiwa na shirika lisilo la kiserikali linaloitwa kwa lugha la Kifaransa Service de Marketing Numérique et d'Animation Événementielle. Sherehe ya umma iliandaliwa kwa niaba yao katika ukumbi wa michezo wa chuo kikuu cha Mapon, ambapo wanawake 14 kila mmoja alipokea tuzo ya sifa ili kuheshimu kazi kubwa wanayoendesha kwa faida ya wengi. Florence Kizalunga ambaye alikuwa miongoni mwa wanawake hawa wa kipekee alituandalia ripoti hii. Mara baada ya kuzarauliwa, wanawake wa Maniema leo wana matokeo mazuri kwa jamii katika nyanja zote za maisha kulingana na waandaaji. Ili kuwatia moyo, idara ya uuzaji na usimamizi wa matukio ya kidijitali Semena SARL iliwapatia tuzo za sifa. Amadi Numbi Nyembwa ndiye menaja wake. Tunafanya hii sherehe usiku ya sikukuu ya kijana mwanamke ni juu ya transférer au moins héritage. Maintenant, étant donné que par mama bali distinguer, donc bali comporter mzuri, mafazi ya wenye biko na tumika na population na reconnaître réellement que biko na tumika mzuri, na ndio tunabapatishia hii brevet ni tunaita prix de mérite. Ukiangalia mzuri hapa kwetu kumanyema, mwanamke bana negligea kabisa, msuzestime que mwanamke hawezi selon akutime yetu ke mwanamke anastahili kubakia tu kunyumba mafika. Mais quand même kwa mwanamke biko banatumika mzuri na banfikia kwa atteindre excellence. Maintenant tunatuma message kubwa ulimwengu ya kusema ki non kumanyema kuko pia banamuke benye biko banamuka banguvu bana tunaita li femme forte unatumika pia biko na tosha resultat ya mzuri sawa vile banaume pia kupita hata banaume. Wanawake hawa washuhuri walishangaa, walishukuru kampuni hii kwa alama hii ya kutambuliwa na kudhibitisha kwamba tuzo hii inawakilisha jukumu kubwa waliokabiliwa. Victoria Ndabilonjwa
zawadi alizungumza kwa niaba ya wanawake wote. Antuka tunashukuru tu entreprise Semena kutukumbuka, atukukua najua kama ke bile benye tulikuwa nafanya dans l'ombre que ça intéressait les autres, que ilikuwa na bafurahisha, que c'était bon dans la société. Tunabasi tu baendelee pour que isaidie ba jeune fille ba province ya Maniema hata MRDC mzima. Shughuli hii ilikuza hari ya kuigwa miongoni mwa wasichana walikuwepo kwenye sherehe hiyo. Mie hii ceremony inanifurahisha sana na inanituma na mie nisome masomo yangu vizuri na nifanye kazi vizuri judi kwa sababu ba mama. Hii journée inakia kunisisite nifanye nguvu ni tie parcours yangu ya mzuri juu nikuwe savile au wanawake wanatoka kwa honore hapa kwa kazi walifanya. Ikumbukwe kuwa shughuli hii iliandaliwa kwa ushirikiano na idara ya jinsia, familia na mtoto ya Maniema. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi. Mwisho wa kipindi hiki cha habari, kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na waandishi wetu walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa herini.